inahitaji nguvu ya maandalizi. Maana haimaanishi kwamba hautakutana na mabaya, haimaanishi kwamba hautakutana na changamoto, haimaanishi kwamba hautakutana na majaribu. Utakutana nayo, lakini kiwango chako cha maandalizi dhidi ya hayo utakayokutana nayo ndicho kitakachoamua utoke salama au ugaragazwe chini. Ndio maana akasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Kuna aina majaribu tunaingia kwa sababu hatujaomba, lakini kuna majaribu ambayo Paulo anasema kwamba Mungu ambaye ni mwaminifu hawezi kuwapa jaribu lililopita uwezo wenu. Kama ambavyo ameruhusu mwingine, kuna mlango wa kutokea. Ni nani atakaye kuwezesha kutoka kwenye huo mlango? Ni nguvu ulizoingia nazo kwenye jaribu, ndizo ambazo zitakusaidia utoke kwenye jaribu salama, tena kwa utukufu mkubwa zaidi. Haleluya! Hata kama hujajiandaa kupitia maombi ya leo, neema ya Bwana itakubeba kwa jina la Yesu. Utatoka salama mahali ambapo ulikuwa umekwama kwa jina la Yesu. Yeyote aliyekamata maisha yako anakwenda kuachia. Vifungo vinakwenda kuachia. Magonjwa yanakwenda kuachia. Mila zinakwenda kuachia. Uharibifu unakwenda kukuachia katika jina la Yesu. Yeyote aliyekamata maisha yako pasipo wewe kujua, kwa sababu ya kutokuwa na muda wa kumsikia Bwana, neema iliyo katika madhabahu hii siku ya leo inakwenda kukuweka uhuru kwa damu ya Yesu. Inakwenda kukuweka uhuru kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao walitakiwa wapande viwango muda mrefu sana, lakini wamekwama kwa sababu ya kukosa maandalizi. Kuanzia sasa na kusii katika jina la Yesu, usiwaze chini, waza juu. Kristo aliko, ambaye amepaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Manake sisi sio wa chini, sisi ni wa juu kwa jina la Yesu, na wewe ni wa juu kwa jina la Yesu. Ilikuwa ni swala la muda, lakini saa imefika ambayo Bwana anataka kukuinua juu. Anataka kuinua familia yako juu, anainua maombi yako juu, anainua viwango vyako juu. Hautaomba kama mtu wa kawaida, bali maombi yako yatageuka kuwa radi ya moto. Maombi yako yatakuwa ngurumo na radi. Maombi yako yataleta matokeo.